Kawira mama, Kawira Governor ni mama, Meru County Governor ni mama, oh Meru County Governor ni mama, oh Kawira Governor ni mama, oh Meru County Governor ni mama, hongera Governor ni mama, asante Governor ni mama, hongera Governor ni mama, asante. Kwa majina ni Kawira Mwangaza. Zamani nilikuwa naitwa Faith Kawira Mwangaza, but nilidrop jina Faith nikabaki na Kawira Mwangaza, majina mawili. Nimezaliwa upande wa Bore, Timau, Madhagiro ama area ya Ontiriri, na nikasomea Ontiriri Primary School kutoka 1981 to 1988. Nikaenda Moyale Girls from Form 1 to Form 4, na nikamaliza Form 4 vizuri. Mungu akanisaidia sana. Na Moyale Girls was a very poor school. Nilienda huko kwa sababu my mom was not able to take me to better schools around. Kwa hivyo nikakimbilia usalama kwa my auntie ambaye alikuwa ameolewa upande wa Marsabit. Nikaenda nikakaa kwake, nikatumika kama msichana wa kazi for almost a year. Afterwards nikajaliwa nikaenda Moyale Girls. Na Moyale Girls by then ilikuwa public school, imeanzishwa, and my class ilikuwa the pioneer. Na nilipofika kule nikakuta the school was very poor with only 2 teachers from Form 1 to Form 4. Na Mungu akanisaidia sana, nikakuwa the best student in the whole of Marsabit County, nikapata C+. Na from there nikarudi tena mashinani, nikahasu kwa miaka kidogo kidogo. Baadaye nikaenda Kampala International University, nikafanya Bachelor of Education with Guidance and Counseling. From there nikaendelea kuhasu, si kuingia katika kufundisha, maana niliingia kwa biashara nikiwa bado young sana. Kaanzisha biashara ya mboga mboga hivi upande wa Kirua, that is within Bore again. Nikaenda kwa soko, nikakuwa mama mboga kiasi. Nikapata mwito mwingine, nikaanzisha hardware kidogo. Na kutoka hapo kampuni moja nikakuta ninauza vitu vya hardware, wakaniambia wanaweza kunifanya transporter. Nikakuwa transporter wa cement for almost 2 years. Baadaye wakanifanya distributor wao, nikauza simiti, ndio nikajipata Meru Town. Na kuingia Meru Town nikakuwa mwanabiashara, nikahaso. Na kama kuna mtu amehaso different types of business, ni Kawira Mwangaza. Na from there nikapata ndoto ya kuingia katika siasa. Nikafikiria ni vyema nirudi kwetu upande wa Bore, nitafute kiti cha ujumbe. 2013 nikagombea, nikaimagine nikiwa watatu. Wa kwanza alikuwa Kinoti, the youngest member of parliament by then. Number 2 akakuwa Mugambi Angaine, na nikaimagine nikiwa watatu. Siku lose hope, nikakuja tena 2017. After nikalose nikakuwa asura. Sasa nilikuwa nimesota mbaya sana, maana nilikuwa nimetumia everything kwa campaign. Nikaingia tena kwa soko na kuaso. Na pamoja na mume wangu tuliaso sana after kulose 2013. Tulibaki bila kitu mpaka tukaenda sasa kurudi kwa kazi ya kuuza nyanya, vitunguu, upande za Ruai, Kawangware. Tukachapa kasi sana upande huo. Na ninakumbuka wakati moja tulikuwa hata tunalala njaa,
na bado tumetoka kwa siasa. So mimi na my husband hapa tukatoka hapa tukaenda mpaka Nairobi, tukauza vitunguu sana, tukachapa kazi ya manyanya huko, na tuko kwa mashinani ndani upande wa Ruai. Katika ile harakati ya biashara ya manyanya manini, ndio tukaona siku moja kwa runinga, tukaona a station by the name Njata TV. Ndio tukaulizana, sasa Wakikuyu wako na Njata TV, na sisi tungetafuta moja kama ya Kimeru, pengine ingetusaidia. Mungu akatupatia maono ya kwamba tunaweza anzisha the first TV station upande wa Meru, tusaidie iinuke. Ndio tukakuja na kitu inaitwa Paite TV. Tukapata license na tukafikiria sasa tumeomoka na sasa tutawezana sana. Tukarudi mashinani tena. Kuja huku kikaumana, lakini tukajaribu, tukangangana, tukaanzisha mpango wa Okolea Mtoto wa Meru. Tukaingia mashinani, tukasema sasa wacha tufanye the community work, ama tuwe missionaries. Maana sasa maisha yetu ilikuwa tu tumeachia Mungu. Tukaingia katika umisheni, tukaingia kanisani, Mungu akatusaidia, tukawa na Baite Family Fellowship. Na tukaendelea katika kuhubiri, kusaidia watu wa Mungu. Katika ile huduma watu wakatuita wenyewe. Akasema, Mama County, unaweza kusaidia sana kama ungekubali tukushague kama women rep wa Meru. Mara ya kwanza tukakataa kabisa, kwa sababu tulikuwa na experience ya bore ya 2013. Tukaona tukiingia tena na bado tumeumia, tuko na madeni, hatuna kitu, tukiingia katika uwanja wa siasa tutasumbuka. Tukakataa, lakini watu wakatulazimisha, lazima muingie, tunawahitaji katika uongozi. Tukaambiana na mume wangu, wacha tu tuweke jina, tukipata tupate, tukikosa tukose. And we want to thank God kwa sababu kwa siasa ya 2017 hatukutumia pesa. It was different from 2013. 2013 tulipokuwa tunatafuta ubunge bore, tulitumia over 20 million. But ya 2017 yenye watu walituita wenyewe, hatukutumia pesa hata kidogo. Tulikuwa tunatoka nje, watu wanatushangia pesa, wanatupatia pesa ya mafuta, wengine wanatuletea vitu ambavyo tulikuwa tunahitaji katika huduma. Tukaendelea na kazi ya umissionary, na kuona tu hivi tukaimaji tukiwa wina, na nikaingia katika bunge la 12. And we want to thank God kwa sababu tuliingia bila stress, na Mungu akatupatia ushindi wa ajabu. Na kutoka hapo tukaendelea na kazi ambayo wananchi walikuwa wamenipatia na wakaniamini ya kuangalia ya kwamba pesa ya umma haijatumika vibaya. And we want to thank God kwa sababu katika uongozi wangu wa miaka 5, pesa ya serikali haijapotea hata dururu kwa ofisi yangu. Hiyo miaka 5 tumekuwa kwa mashinani tukisaidia, hatujapumzika, tumesimama imara ili kazi ya Mungu na jina la Mungu litukuke katika maisha yetu. Na katika huduma tena ya 2017, mwaka wa 2019, after 1 year, watu wakaanza kututafuta tena. Tunataka uwe gavana wetu. I can remember 2018, kitu August, ndio tulisema governor ni mama. Watu wakaona ni kama mchezo, governor ni mama wa saa ngapi, huyu hawezani, sijui huyu hafanyi nini. Watu wakaendelea kutuhimiza ya kwamba lazima utakuwa gavana wetu na tunawapenda. Tukaendelea na kazi, kidogo tukakubali. Tukasema lazima tuingie katika kutafuta kiti cha ugavana. Na ndio sasa tunamshukuru Mungu kwa sababu God never disappoints. Na akisema atatenda, anatenda. Tulipochukua nafasi ya kuomba Mungu pamoja na wachungaji wengine na familia, tukaona a lot of breakthrough na tukakubali. Na ndio hawa sisi sasa ni gavana wa Meru pamoja na mume wangu. Tunamshukuru Mungu maana si kwa uwezo wetu, na
kwa kupata ugavana, pengine watu wanafikiria mtu anatumia millions and millions, pesa nyingi. Sisi hatujakuwa tukipatia watu pesa. Hapana, hakuna wakati tumeenda ati tunapea watu pesa hivi ati tunawapangisha line nini, hapana. Yetu ni purely kazi. Tumefanya kazi. Na yetu imekuwa ni kazi ya uwazi. Maybe sisi ndio viongozi ambao hatujaweka mikutano ya ndani na watu ati kujeni nini ni brokers, nini ni watu wa gani, tufanye kwa mikutano ya ndani. Yetu imekuwa ni saa 2 mpaka 6. Tunamaliza na tunafunga. After 2013, kitu ya kwanza tulikuwa tumesota mbaya. Na madeni ikawa mingi, tulikuwa na deni, tumepatiana mashamba yetu ndio tupate pesa, bado hatujalipa. So hatungeweza kujiingiza kwa siasa mara hiyo tena kabla ya kukamilisha the debts ambazo tulikuwa nazo na kupanga familia tena upya, maana tulikuwa scattered vibaya. Hiyo siasa ya 2013 ilitumaliza. Tukatoa watoto watu wa shule ya boarding, tukapeleka public schools. So maisha ilikuwa ungefikiria ati unarudi tena kwa uwanja na bado umeumia. Ile sasa nguvu ya kurudi tena, watu walituhimiza ya kwamba tunawahitaji. Tukamwambia sisi hatuna pesa, hatujajipanga. Akasema hapana, ile kazi mmefanyia mwananchi inatosha. Kwa hivyo kujeni, wekeni jina. Sisi ndio wenye kuvote na tutavote. Sasa sisi tukaamini na tukaomba Mungu. 2017 maybe tulitoa posta kadogo tu kiasi peke yake ndio tulikuwa tunapea watu. Na tukienda kwa mikutano ya siasa quite different from others. Watu walikuwa wanatupatia pesa. Baadaye sisi tupeane. Watu wanatafuta wenyewe, wanatuambia hii 10,000 mweke magari mafuta. Hii gunia ya viazi mpikie mtengenezea ama msaidie watu wenu. So hatukuwa na stress hata kidogo. Tuliweka kitu ya kwanza ni after 2017 sisi tulimaliza tu maybe 2 weeks, alafu tukarudi mashinani. Immediately tulirudi mashinani. Tukaendelea na kazi tu hivi bila kujua kama watu watatuhitaji kwa kiti kubwa tena. Sasa ile harakati ya kufanya kazi kwa bidii na kwa uaminifu, watu tena wakatuita wale tu, wakasema sasa hii position hata kama umemaliza hapa mwaka moja tunataka kukupandishia. Na nikiongezea kidogo tu nimkumbushe wakati tulianza hiyo biashara ya TV station, tulikuwa cameraman mimi na yeye. Mimi nakuwa cameraman, yeye anakuwa reporter. Hakukuwa na any other cameraman or reporter. Mimi cameraman, yeye reporter. So TV station ilimsaidia sana kuelewa vile maisha yako mashinani. Wakati tulikuwa tunatembea kuchukua news huko mashinani na feature stories, ndio alikuja kugundua, anaingia kwa familia moja huko mashinani, ndani anakuta kuna familia hapa wako na mtoto mlemavu. Anaingia ndani anakuta hata watu wanalala chini, hawana malazi, hawana vyakula. So she was very touched na zile story alikuta mashinani. Sasa hiyo ndio alikuja kurealize kumbe in Meru sio vile inasemekana ni land of milk and honey. Kuna shinda nyingi, kuna watu wako na shinda, wanalala njaa, hawana mattresses, wengine hawana blankets. Akakuta hiyo TV station na kamera ikamsaidia kujua what kind of life iko mashinani. So hiyo ni 2014 na 2015 ndio sasa alianza hiyo program yake ya Operation Korea. One day we met, tukakuta familia moja iko na mtoto ambaye ni mlemavu. Na mama yake she was almost 80 years. Huyu mtoto ako 30 years, hata hakuwa ametairi. Alikuwa karibu kufa njaa na mama ni mzee sana. So she was very touched
akashindwa sasa yeye atasaidia namna gani. We have only a camera and a TV station. So when we came back to the station and we heard that story, watu wakaanza kutuma SMS, please jaribuni vile mnaweza kutuambia tusaidie familia tukiwa pamoja. Usoma zile SMS ndio alidecide kuweka namba yake pale, watu wakaanza kuchangia pale, tukaenda kwa ile familia tukawajengea nyumba, tukasandio mama, tukatafutia ule mtoto kwa maana alikuwa orphanage na mama wake waweza kumlea, tukamtafutia an orphanage ama shule ya watoto kutunza watu kama hao. That is where now the Operation Korea program ambaye alianzisha ilikuwa born hapo na akaendelea nayo mpaka kwa sasa. So huo mtu kila wakati anaenda kuangalia mashinani watu wakoje, wanaendelea namna gani, what their needs, na pia wananchi wengi sana wa Meru wakaanza kukusanya vitu wakimletea kama nguo, wanamletea hapa kanisani ili anaweza kupelekea zile familia ambazo zimefinyika. Kwa nini haupendi kujoin political activities? Si kusema ati sipendi, napenda sana. Ni mambo hutokea unajikuta uko nje. Ya 2017 nilikuwa pia new. Na Munya by then was the governor, akaniambia angependa tufanye kazi pamoja na yeye. Kidogo after kujoin Munya kama 2 weeks nikatafutwa na Jubilee. Wakaniambia wangependa pia kufanya kazi na mimi. Na tukakubaliana ya kwamba nitapewa ticket ya Jubilee na the former women rep naye atapewa kazi nyingine ndio niweze nisiende nomination, na tukakubaliana hiyo. Afterwards akachange akasema anarudi tena. So we had atungepata jambo lingine ila kwenda katika nominations na huyo mama mwingine. Tulipoenda nominations na yeye kwa Jubilee, niseme kwa ukweli kura zikaibiwa sana. Na wakatangaza, Jubilee ikatangaza huyo mwingine akiwa mshindi, nikabaki pale. So I had no other thing to do apart from kukimbia niwe independent, na wakati ulikuwa umeisha na hakuna chama kingine kingenikubali by then. So si kusema ati sipendi sana kuwa katika chama, ninajikuta nimesukumwa na wapinzani wangu mpaka unaona sasa hiyo kompe imekuwa ingine na kuna njia unataka kumalizwa. So nikatorokea independent. Na Mungu akasaidia nikiwa independent bado nikaweka clear gap ya over 80,000 kati yangu nikiwa independent na yule alibaki akiwa Jubilee. Same thing again ika happen kwa hii ya 2022. Ningelipenda sana kuwa katika UDA. Na tukaongea na Mheshimiwa Ruto, akaniambia Mwangaza kuja ndio uingie katika UDA. Na nikakubali. Kitambo nifike huko nikapata members wa UDA wametangulia. That is Rinturi and Kadhuri. Wakasema hawa sasa ndio wanataka kubeba hiyo ticket. Nikaona sasa tukikimbizana na wao pale nitaingizwa katika mtego wa nominations tena. Na pengine hapo hakuna fairness, wanaweza kunimalizia pale. Nikaona wametoa posters kwa social media, wamesema ya sasa Kadhuri will be the governor. Rinturi akaanza kusema stories za Ikundi ya kwamba yeye sasa ndio the best person. Nikaona hiyo compare, I'm not ready to do siasa mara mbili kama ile nilifanya. Nikaamua acha niwapatie nafasi. Tena Jubilee wakanitafuta immediately after that. Kwenda kuitika Jubilee hivi, tukaenda State House, nikaitika Jubilee, nikasema I'm ready for Jubilee. Hapo naye Kiraito naye akakuja. Akasema sasa yeye naye ni Azimio. Sasa ikawa sasa Azimio itakuwa kitu moja. Sasa basi ikiwa Azimio na mimi nikiwa Jubilee na Azimio watatoa one candidate, nikaona tena hapa nitamezwa. So nikatoroka mapema. Sasa ile kuwa independent, si kuwa independent ati ninapenda kuwa independent sana. Huwa ninajaribu kuingia lakini my competitors wanakuwa wamefika ili wafunge mlango. For this one
Rintori alifunga mlango wa UDA na huyu mwingine Governor Kiraitu akafunga upande wa Azimio. Sasa nikasimama tena katikati, nikajikuta niko independent tena. But I thank God because the word of God says that God will never share his glory with any man. Pengine ningeenda UDA, wangesema hiyo wave ndio imenipatia uongozi. Ningeenda Jubilee ama Azimio, wangesema hiyo wave ama power ama deep state ama system ndio imenipatia nguvu. So Mungu alipenda yeye mwenyewe au watu wa block pande hii niingie katikati nisimame kama independent, ndio Mungu mwenyewe asishare utukufu wake na any party, any power or any man, because neno la Mungu lazima lisimame ya kwamba you will never share his glory with any man. Ikasimama. Sasa hakuna mtu anaweza dai ati wave ya UNDA ndio imempatia, system ndio imempea, nini ndio imemsaidia. Hapana, it is purely God. Tumeona umekuwa campaign peke yako. Tukiangalia kama Meru, you have not been working with any elected MP or MCS. So siasa yako umeepuka sana the Meru leaders, especially those who are elected. Why? Hiyo si kuepuka, ni kwa sababu ukienda kwa upande wa UDA wako na candidate wao ambayo ni Mithika Rintori. Hakuna yule wa UDA atakubali kufuatana na yeye kwa sababu wako na lineup yao ambayo wanafuata. Ukienda kwa Azimio pia hakuna mtu wa Azimio either MCA ama women rep ama senator atakuja kukusaidia kama independent candidate because they have their own candidate. Kwa hivyo hao watakuwa kivyao au wengine wakuwe kivyao, wewe usimame na mwananchi. Na pia wananchi ni leaders. Leaders are not necessarily wale wamepewa vyeo ati huyu ni MP ndio leader, huyu ndiye nani ndiye leader. Hapana. A leader is any person that has responsibility. Huyo ni kiongozi. Na nimekuwa nikifanya kazi na viongozi wa mashinani wenyewe, si ati nimefanya peke yangu. Na nimesikia wapinzani wangu walikuwa wanatumia hiyo sana wakisema Kawira anafanya kazi peke yake. Then nilikuwa najibu ambalo ni same na hiyo swali yao. Kama ninafanya peke yangu, ninawashinda aje basi? Na ukifanya kazi na watu wengi upate 0 na ufanye peke yako upate 100, unafuata njia gani? Sasa hakuna vile unaambiwa tunafanya peke yako na unakuwa the best woman representative kwa Kenya yote na tunafanya peke yako. Na if it is so, then it's good to do it alone and then deliver, rather than having a multitude of people, professionals, sijua akina nani, na bado wewe ni 0, hakuna kitu unapeana. Kwa hivyo si watu wanafanya kazi ati si muungano wa watu ndio ufanya kazi, ni mtu mwenyewe ndio ufanya kazi. Alafu unaisambaza kwa watu. Sasa wale walikuwa wanadai ati, for example kama the former governor anadai anafanya kazi na professionals, anafanya kazi na kila mtu, anafanya kazi na media, anafanya kazi na wazee wa Njori, anafanya kazi na wamama wa maendeleo, anafanya kazi na MCA. Amedeliver nini pamoja kufanya kazi na hao watu wote? Amedeliver nini? Sasa ni kujidai tu, lakini wanasema Kawira anafanya peke yake. Ndio Kawira, wacha tuseme hata anafanya peke yake, lakini kuna service imeonekana kwa mwananchi. Then I choose to work alone and then deliver. Yeah. Ulijiuza vipi kwa wananchi bila kutumia mabango na kutumia fedha kama wapinzani wako? Chema cha jiuza kibaya cha jitembeza. Sasa mimi kama nimefanya kazi ya nini kubandika mabango kila mahali? Hata hii moja unaona ni mtu anajitolea, anakuja na zake 100, wanasema Mwangaza hatujaona yako hata moja hivi, hatujaona poster, hatujaona nini. Nawaambia mimi sina haja ya kutoa hizo vitu. Mtu anaenda anakuja na zake 100 anatupatia, tunapeana. Unajua hiyo ni kidogo sana. Kwetu tumeamini ya kwamba ile kazi nimefanya for the last 5 years inaonekana, na hiyo ndio poster tosha. Umeelewa sasa? No. Ile kazi umefanya ni poster tosha kwa wananchi. Number 2, keep environment clean. Hakuna haja kusumbuana na bandika kila mtu yuko na poster.
Watu hawataki posta, wanataka kujua utafanya nini. Sijakuwa hata na moja. Na sijaspend hata kwa posta hata moja. Ni kujiuza kwa mwananchi, kuwafanyia kazi. Hiyo ndio posta tosha. Lakini swali ni ile kudhalilishwa, nahisi ni kudhalilishwa. Wewe ilichangia vipi? Labda wewe ulihisi kwamba kuna watu walitupa tumaini na ukahisi kwamba imekuwa too much ama haikuvunja moyo? Ilikuwa mingi lakini huwezi kuvunja moyo. Anytime walikuwa wananipatia hiyo matusi ama nini, nilikuwa nawatumia immediately, nawaambia you have given me a loaded gun. Wakinipatia hivi na mimi natoa risasi kupeleka pande hiyo. Na kwa siasa ninaamini mtu akikupatia jina mbaya usikatae, chukua tena murushie. Sasa hiyo sio maragara nini. Uliona hata wakati tulikuwa tunapewa the certificate, wa raia walijitokeza wamevaa hiyo mamisi na wamevaa hizo maragara, unaona, kwa sababu waliniita hiyo maragara na mimi nikachukua hiyo jina mara moja nikaanza kurusha kwao, inaenda against wao. The meaning of maragara is like what? The meaning of maragara ni kitu kama nini hata siwezi kueleza. Something useless, dry sijui dry leaves, dry banana leaves. Kitu ovyo kabisa. Sasa wakisema sio maragara, that nothingness, nawaambia it is nothingness kwenu, lakini kwa mwananchi ni kitu ya maana. Unaona? Sasa as a leader, ukiona challenge kama hiyo usiogope, wacha warushe hiyo mawe. Na so women. So women wanapitia a lot of challenges. Matusi, kubandikwa majina, nini, na ukisikiza hakuna kazi utafanya. So nimekuwa victim kwa wote, kila mtu anarusha, wengine wanarusha, naye beba. And also on that question hiyo kudhalilishwa, she has been an organized meeting, anatangaza meeting labda Roile, akifika pale amekuta hired goons, wamekuwa hired wengi, like hiyo story ya Roile. Na before aanze safari ya kuenda huko, an example of that Roile incident, somebody called her akamwambia tafadhali hairishe mkutano wa Roile, hapa vijana wamepangwa wengi na utagongwa na wako na mabango ya wapinzani wako na wako na mawe, tafadhali usiende. But then even some of our staff members and our team, they told her that usiende, but now they said no, I must go there. If I announced a meeting na mashabiki wangu najua naenda pale, nikiwaonyesha uoga, then hakuna mali nitafanya siasa. Nisema mbaya. Akasema mbaya ni mbaya, tuende pale kama wataka kuniua mimi, nikifika pale waniue. So amekuwa haogopi hata kitishwa. Na unakuta ukifika kama mkutano kama huo na watu wamekuja wengi, wanataka sasa kukuweka uoga, wanarusha tear gas, na inabidi unasimama pale, wamerusha mawe, inapitia juu, wanarusha machupa, inapitia juu, wengine wametupa mayai ambayo imeoza, inawagonga kila mahali, unajipanguza, unavumilia tu mpaka wanaona uendi, wanaleta fujo ya mawe, polisi wanapiga tear gas, kila mtu anaenda nyumbani, unabaki peke yako kwa jukwaa. Na lazima ningesimama, maana sasa wakinifukuza mkutano moja sitaweka ingine. Kwa hivyo lazima ushikilie, uonyeshe hata kama wakirusha mawe ama matusi ama nini, umejipanga na uko ready kwa vita, na lazima ushindane. Kama Roile tulienda wakatupa tear gas nini, kila mtu akaenda, tukavumilia for more than an hour, tunangojea hivi watu watulie, na wakatulia, tukarudi tena kwa mkutano. Na hiyo si moja, tumeenda mikutano kadhaa, unakuta kabisa mnapigwa na nikupigwa. Mpaka wale umebeba maashasi wako, wamebeba tu jacket, either ni ya kanisa ama ni ya ashas, mtu anatoa mmoja anaweka kwa mfuko, hataki kujulikana. Mwingine anatoa mmoja anaweka, unajikuta uko peke yako hivi umesimama. Lazima usimame, watu wanakuangalia. Wanataka kujua huyu kiongozi wao anaweza vumilia kweli. Huyu kiongozi wao mambo yakikuwa mabaya atafanya namna gani? As a leader, it is all about others. Unasimama, unasema wacha nisimame, lakini nitimize lengo langu.
Kwa hivyo tumepitia a lot of challenges, hiyo ya kupigwa nje kwa mikutano, matusi, majina, security saa ingine hakuna. But what do you do? Social media bullying. Hiyo sasa ni ile mbaya kabisa. Umeongelea kuhusu wanawake kudhalilishwa katika siasa, lakini tukiangalia pia kaunti ya Meru, hii ndio mara ya kwanza ambayo kuna uongozi wa mwanamke, na katika kaunti nyingi sana katika these elections. Unahisi kwamba wanawake ni wakati wa wanawake kuongoza na haswa katika kaunti ya Meru, na unaona utaleta utofauti gani kama mama katika uongozi wako? Kitu ya kwanza sasa, wamesoma lesson kubwa sana kupitia maisha yangu ya kwamba lazima uwe focused, lazima uwe strong, lazima uignore a lot of things ndio upate hiyo kuwa firm na kuwa strong peke yake. Hata ni lesson kwa wamama wengine. Kwa hivyo wamama ambao wananiangalia na wamesoma vile nimeendelea katika huu wakati wa siasa, wamesoma 1 2 3, na wengi wananipigia simu wanasema, Kawira, umetuonyesha ya kwamba lazima mtu asimame. Kawira, umetufundisha ya kwamba lazima mtu awe mvumilivu. Kawira, umetufundisha ya kwamba lazima mtu ajipee nguvu ndio aweze kupita ama kujipatia something that unaona ni kitu ya kukusaidia. Number 2, nikiwa mama kiongozi kama sasa Mungu amenipatia nafasi, hakuna wakati nitakubali nikiwa in a position that I can help mama waweze kufinyiliwa. Nitakuwa nikiwasaidia sana, haswa nikiwa katika kiti cha ugavana, kwa sababu niko katika security committee team ambayo inapanga mambo mengi. Nitakuwa nikisaidia kina mama wapate security na wasaidiwe kwa kila njia, na pia hata kuwafundisha, kuwawekea seminars, kumwambia watu kutoka mbali, watu upitia mengi, lazima uvumilie, those kind of things. Na okay, upande wa kina mama ningependa kuongeza jambo moja kwa kina mama. Hii election imepita, kuna rafiki yetu mmoja, mama sitataja jina yake ni nani, alikuwa anagombea kiti cha MCA. Sasa siku moja akatupigia simu akatuambia, mimi nitaacha hii jani ya kutafuta hii kiti. Mbona nimesimama kwa mkutano hapo, jamaa wengine hapa wamesimama, wamenitusi, wameniambia simama mwanamke, usiongee mbele yetu. Sasa akatupigia simu akiwa analia. So I want to give them a very good example ya mheshimiwa hapa, kwa maana an incident tulikuwa pale Meru main stage. Alirauka pale asubuhi, vijana wakakuja hapo, wametumwa na wapinzani. Wakamwambia, Kawira, toka hapa, usiongee, stage ni yetu, haujatoa kitu, haujanunua uwanja kuongea hapa. Instead ya na aondoke, aliambia wao vijana, let one of you produce a title deed ya kuonyeshana hii stage ni yenu. Ukiproduce title deed ni yenu, nitafunga vilago vyangu niende. Akasimama kidete na akakataa kuondoka pale, na akahutubia mkutano, na wale walikuwa nataka kumsikiza wakaja kumsikiza. Kwa hivyo I want to call out the other women there out there, our sisters, msiogope hizo sauti za kutisha, kwa maana wanawake wengi akitishwa tu kidogo hivi ana fringe, anaogopa, labda anafunga vilago vyake anaenda, ama anaogopa tena kuweka mkutano. Sifanya vipi, na labda tutueleza tu jinsi ambavyo ulibuni ule msemo wako ambao ulikuwa unachangamsha nao wananchi. Ile anapiga kama analimama. Kila mtu. Unajua katika uwanja uko na different types of people. Kwa huo mkutano uko na young people, uko na mabeste, uko na mahasura, uko na watu wa church, uko na lazima ujaribu kuingiana na wao ndio mpatane. Na kwa governor ni mama, wakati tuliomba, because we believe in prayers, tuliomba tukaambia Mungu atupatie kaslogan kazuri ambapo kataingia, na kawimbo kazuri ambapo kataingia na kaingia katika mioyo ya watu. After prayer and fasting ndio tulipata hiyo ya governor ni mama. Na nikaongea na our son, sijui kama ako hapa, nikamwambia ako hapa, anaitwa Victor. Nikamwambia sasa vile tutatoka kwa uwanja, nitakuwa nikisema Arambe, nyinyi mnasema governor ni mama.
Akaniambia hapana. Hiyo sikuja hapo unafanya sasa unaongelea mtu ambaye kakakataa kananiambia madhe umetupa mbao. Ako form 4. Sasa nikamwambia Viki, sasa wacha niseme harambee na nyinyi mnajibu governor ni mama. Kwanza tukafanya mazoezi tukiwa watatu hapa. Namwambia harambee. Ninawaambia wajibu governor ni mama. Tukajaribu kidogo wakaniambia iendeshani, wakatafuta ingine bado nikamwambia tustiki kwa ile yangu ya harambee governor ni mama. Kukakaa tukaisema mara nyingi kadhaa tukiwa kwa nyumba hapa, wakaniambia mimi kama inaingia. Huyu akaniambia hapana, hiyo harambee ni ya kitambo ya wakati wa kina Nyayo. Haiwezi endeshana na kisasa. Tukamwambia acha tujaribu hiyo tu. Tulipojaribu kidogo tukatoka nje siku ya kwanza. Ndio tukafundisha watu wetu. Kutoka hapo ikaingiana na ikawa ni hivyo. Sasa hata tukaongeza ile kila mtu mkono juu. Kila mtu mkono juu. Sasa ikaingia kabisa. Kwa hivyo kutoka mbali, ilitoka hapa tuko familia. Ndio tulipata hiyo. Mchango wake kwa yupi katika kampeni zako? Okay, yangu ya ngita nayo vile naweza kueleza ni kwamba like Moses in the Bible, Mungu alimuuliza wote, alimuomba usaidizi wa kutoa Waisraeli upande ule umeshikilia nini wa Misri. Sasa Mungu akamuuliza Musa, una nini, umeshikilia nini? Musa akamwambia nimeshikilia kijiti. So nami hapa nilipomuomba Mungu, bibi yangu hapa yuko na maono ya kuwa gavana wa Meru. Mimi kama Murega Baichu ni Asola sina pesa ya kumpa mamilioni ya kufanya kampeni. Nikamwambia mke wangu, na pia nikamwambia Mungu, nikamwambia mimi Mungu, mke wangu anahitaji kuwa kiongozi wa ungavana. Nikamuuliza Mungu nitafanya nini? Mungu akaniuliza, Murega umeshikilia nini? Ni gitaa ndio niko nayo. Sasa nikaamua hiyo gitaa ndio hiyo music ndio nitaingia naye pale uwanjani as the only tool that I can afford. There is nothing else. Mimi hata ukiweka mifuko yangu hivi hautapata kitu kingine, ni muziki tu, kwa maana sijaajiliwa. Ni Asola tu ya kawaida. Kazi yangu ni pale kwa TV, na TV siku hizi baada ya ugonjwa wa corona maadverts zote hatupati, na adverts nyingi nazo zimeenda kwa social media. So Mungu akaniambia basi kama ni hiyo ngita uko naye, chukua hiyo ngita, support your spouse, na basi na mimi nikasonga, na imecontribute kwa success hii ngita. Kwa success yetu imechangia 50%. Maana kwa entertainment ukienda kwa other teams unakuta wametafuta watu wa muziki wanalipwa 50k 80k per day. Sasa hiyo hatunge afford hiyo pesa yote, but kwake na ni one man guitar, akicheza anaicheza ina shine kuliko zile zingine zote. Kwa hivyo 50% ya watu hata kukusanyika kwa uwanja ni kukuja kusikiza music, na yake ni ile anaifanya nini, anaiproduce pale ama ina yangu nile natunga natunga wimbo situation vile iko hapo sasa hiyo. In that situation where we are and tukifika mahali natunga wimbo ya mahali hapo na vile mambo inaendelea hapo, so tunaweza kurhyme na mwananchi ambaye yuko pale, na anakuwa MC at the same time, anamaliza kuwatumbuiza, alafu ananipatia nafasi ninauza sera zangu. Kwa hivyo Kawira mama, Kawira gavana ni mama, Meru County gavana ni mama, oh Meru County gavana ni mama, oh Kawira gavana ni mama, oh Meru County gavana ni mama, hongera gavana ni mama, asante gavana ni mama, hongera gavana ni mama, asante. Asante sana. Labda kwa swali tu la sasa usimamizi wa county, kwa sababu katika
kampeni zako uliweza kutoa na kutoa mifano ya vitu ambavyo vikufanyika vizuri katika usimamizi ambao ulikuwa na usimamizi zingine ambazo kufuata katika kaunti ya Meru. Usimamizi wako utakuwa tofauti vipi na ule ambao ulikuwa? Utakuwa tofauti sana, kwa sababu kwanza nita involve professionals. Ukiangalia upande wa afya, hiyo serikali ambayo imetoka imeanguka sana kwa upande ule. Pengine nikiangalia one of the reasons ya kwamba hawakutumia professionals, especially kwa yule ambaye alikuwa kiongozi ama CS. Sioni vile unaweza kutoa mwalimu kwa darasa umpeleke katika kitengo cha afya na expect atajua mambo ya sewage, sijui nini, itakuwa challenge kubwa kwake sana. Number 2 ni kufunga every all ya corruption. Kama kiongozi usipohusika katika corruption utasaidia sana, maana hakuna pesa itapotea. But when you yourself you are involved, hautaweza kusaidia, hautakuwa na ile nguvu ya kukemea, hautakuwa na uwezo wa kusema hapa kunaenda vibaya. Number 3, commitment. Wewe mwenyewe, ile supervision, ile management ya wewe kama kiongozi, hiyo nimeona sana imekosa katika hiyo regime ambayo imeenda. Kama kiongozi, mimi kitu ya kwanza ni kumake sure ya kwamba ninasunguka, ninaangalia kila department, every coin that is being used imetumika kwa njia gani. Monitoring is very important. Huwezi kuwa ati pesa imefika kwa county bilioni 10 na ujui imeenda namna gani. Imefika bilioni 5, umepea MCAs 20 million every year na hujawahi tembea kwa hiyo ward ujue hiyo 20 million imeingia wapi. Then mwaka mwingine utoe 20 million nyingine upatiane kwa ward na hujasunguka uangalie the value of money ambayo umepeana. So kama kiongozi, ile pesa ambayo itakuja kwa kaunti yetu ya Meru, ya kwanza ni kuangalia kama imetumika vizuri kabla haujatoa pesa zingine ama hazijatumika zingine. Number 2 ni kuhakikisha ya kwamba hakuna wakora, hakuna watu ambao wanatumia public resources vibaya. Unachunga kama watchman, unaangalia kama CEO, unaangalia kama rais, unaangalia kama the leader, unaangalia, unatunza mpaka unaona hiyo kidogo imeweza kufanya kazi. A good example ni ya GAF ambaye ni pesa kidogo sana, lakini huwa na make sure ya kwamba imefanya kazi mpaka watu wanafikiria kuna mahali niko na sponsor. Watu wanafikiria niko na sponsor ambao wananipatia pesa. Maana ile pesa GAF inapeana ni kidogo sana kulingana na ile kazi imetendeka Meru. Na wajui, wanafikiria nimepata pesa by other means, but no. Ni hiyo kidogo unajaribu na make sure ya kwamba imefikia mwenye anastahili kufikiwa na hiyo pesa. Kama ni bursary umepewa 3 million, make sure ya kwamba if you are giving 10,000 per every kid, umepata watoto 300. Na si watoto 300 kwa list, ni watoto 300 kwa darasa. Ni watoto 300 amepata bursary ya 10. Lakini kwa wengine unakuta tu ni ile tunaita maendeleo kwa makaratasi. Unachapiwa karatasi hivi tu na ofisa na kuletea na kuambia this is the number of kids that have 10,000 K each, na hakuna mtoto wa darasani. Unakuta mwingine ameandika cheki ya 1 million anaipeana kwa a certain school, but you never follow up ujue wao watoto ambao ulipeana 1,000,000 ni kina nani. Ukianza kufuatilia kama kiongozi ambaye nitafanya hivyo, utakuta ya kwamba umekuwa na impact kubwa sana. Na nataka muangalie vizuri na muniangalie vizuri. Kama 2027 kuna mtu atasimama kutafuta kiti cha ugavana, ile kasi itatendeka Meru ni ile ijawahi kuonekana katika ulimwengu. Ile pesa itafika Meru, ile kasi itafanya haijawahi onekana. Watafikiria Kawira ameongezewa times 10 more than other counties. Maana nitalinda pesa na nitaangalia. I will supervise, I will monitor each and every coin ambayo imekuja katika Meru na kuziba mashimo yote ili hakutakuwa na
kupotea ama misuse. Hiyo nitaangalia. Na nataka muangalie vizuri na muandike vizuri. After 5 years tutakutana hapa. Mtaniuliza swali. They should expect a very happy Meru County. Very happy Meru County. Why very happy Meru County? Tutakuwa na kazi kwa watoto wetu. Tutakuwa na madawa kwa hospitali. Tutakuwa na barabara ambazo zinapitika. Tutakuwa na security. Watu watapata afya. Watu watapata zile vitu ambazo zinasumbua watu wanakuwa na stress, hakutakuwa Meru. So you expect a very happy county. And that's a promise. Labda utafanyaje kuhakikisha kwamba una control bunge la kaunti ya Meru? Katika county ama bunge la kaunti ya Meru, story ya kusema ni control hakuna. Kila mtu amekuja hapo kama kiongozi. And if it is anything kwa budget, hiyo budget mmepanga na wao, hawa ndio wameleta what they want done to their ones. Sasa wewe umekuja ukiwa mheshimiwa wa Kianjai, umekuja ukiwa mheshimiwa wa Timau, umesema ya kwamba unataka kujengewa barabara. Huyu amesema anataka kwake maji, huyu amesema anataka kwake hospitali, na tumeweka kwa meza, tumeongea consensus, tumekubaliana. Utaenda kupinga namna gani? Ukipinga maendeleo, umepinga maendeleo ya kwako. Ukisimamisha mambo ya budget, umesimamisha watu wa kwako kuteseka. Number 2, the way they think that as an independent candidate maybe their challenges ya kwamba no MCA will support you. Na wale ambao wako ndani na wako na MCAs wako na challenges, kwa nini bado wako na MCAs na ni wengi? I asked a similar question to someone, nikamuuliza don't talk about impeachment kwa sababu I've seen Governor Waiguru having a lot of challenges with 90% ya Jubilee MCAs. I've seen Wambora having a lot of challenges with 90% of MCAs from Jubilee. I've seen Sonko being impeached. I've seen Waitito ameenda nyumbani. Hao watu wote wamekuwa na MCAs 90% wakiwa kwa vyama, very strong vyama. Kwa hivyo hakuna pahali ama chama kinasaidia mtu ati hawa MCAs kwa sababu ni wapati yako watakusupport sana. Kwa hii regime ya Kiraito, wale wote walikuwa wa PNU, wote walihama kwa Kiraito. Wengi, almost every MCA ambaye alikuwa kwa PNU amekuwa loyal kwa Kiraito, more than even the Jubilee ones. So hiyo issue ya kusema ya kwamba because you are an independent candidate and maybe we have 11 from Munda, 14 from Bas, sijui kina nani, once umekuwa kiongozi umewaita because I'm going to call a meeting kwa everyone, mtaungana mfanye kazi kwa pamoja. Si kusema ati watakuwa loyal kwa mtu ambaye hawana. How do you become loyal kwa Kiraito ambaye ameenda nyumbani? Unakuwa loyal kwa Rentore ambaye ameenda nyumbani. Yule ako kwa ofisi za hiyo ndio mnafanya kazi na yeye. And if it is anything about loyalty, wangetoka kwa Munya waingie kwa Kiraito na wasupport Kiraito sana. Hapana. Sasa ni vile unajipanga kama kiongozi na watu wako, maana that is a teamwork ambayo mtaketi mkubaliane. So there is no challenge hapo. Those are different arms of government. Yeah. Kama kuna wafanyikazi ni wafanyikazi wangu, lakini kama kuna kamwizi ndani lazima kataenda. Kama kuna mtu ametumia ofisi vibaya, huyu ataenda. Hata asingoje ataenda. Kama umetumia ofisi yako vizuri utakaa, lakini kama umeitumia vibaya utaenda. So labda tunatarajia ufanye audit, tunaona gavana pia akiingia anafanya audit na wanafanya kama ya tukio gavana kita ofisi akasema audit inaonyesha tunakosa workers. So labda wewe mpango wako approach yako ni gani? Audit tutafanya vizuri na tutafanya na independent bodies ambao watatupatia ripoti ya ukweli, na tutatangaza peupe ya kwamba hii ndio matokeo ya audit report, ndio mtu akienda nyumbani asiseme ya kwamba ni vile nilikuwa na support mtu fulani. Kwa hivyo itakuwa kitu very very transparent to everyone. Yeah. Na swali lingine, wapinzani wako wamekuwa wakisema kwamba hauna uwezo wa kurun kama hiyo ndio sababu moja kubwa wamekuwa wakitumia kusema usifikirie. Sasa what assurance do you give? Yes, kama gani sasa? Sasa uwezo kama gani? Wamekuwa wakitoa hayo madai
Hiyo ni siasa. Niliwauliza the other day, nikawauliza hata sasa nina run county. Ni vile resources ni kidogo. Renturi alikuwa na run county, Kawira alikuwa na run county, Kiraito na run county. The only difference between myself and Kiraito is the resources. Yake ni kubwa, yangu ni kidogo. Na mimi nimeweza kutumia yangu kidogo vizuri. Mpaka ninakuwa ranked the best woman representative kwa dunia mzima. Na Kiraito anarankiwa 46 out of 47. Sasa nani hawezi? Ni yule anapata namba 1 ama ni yule anapata namba ya mwisho? Ni yule anaperform ama ni yule aperform? Kama kuna mtu injini kubwa ambaye atafanya kazi Meru ni Kawira Mwangaza, ambaye just give me few months. Hiyo swali itaenda katika kaburi la sahau. Tatu. Nilitabiri mambo matatu back 2 months ago. Nikasema Governor Kiraito atachapa namba 3 mgongoni. Hiyo nilisema miezi 3 iliyopita. Nikasema Kiraito atakuwa namba 3 na nitamweka double. Ile atapata nitakuwa na times 2 yake. Sasa imekuwa ni times 2 na zaidi. Na nikaambia Kiraito wacha kunituzi. Na nikasema ile headline itakuwa kwa magazeti, kwa maredio, kwa kila mahali. Ni sio maragara kugaragasa King'ang'i. Na imekuwa namna hiyo, sio maragara kugaragasa King'ang'i. Na kwa sababu Kiraito alikuwa ameandika, akatoa kitabu chake cha Beyond Politics, akanitusi ndani sana, Bishop fake, sijui nini. Nikamwambia mzee, nimekusamea na siendi koti kwa sababu ya kudefame mimi, nimekuashia Mungu. Na nikamwambia venye umeniandika kwa mavitabu ya historia, ukanichafulia jina. Wewe hutauzwa Meru, juu hiyo makitabu yake inauzwa hapa Meru na Tanzania hapa. Nikamwambia tarehe 10, nilisema tarehe 10 Kiraito atakuwa kwa BBC, atakuwa kwa news kwa East Africa and some parts of Europe, na imehappen namna hiyo. Kwa hivyo kwa njia nyingine Kawira ni nabii.